na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ilani hii inatekelezwa 2025 2030. Hata mwaka tu haujafika. Sasa asitokee mtu au chama cha siasa kinahamasisha wananchi au Watanzania eti waipiganie katiba mpya. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Sawa, tumesikiliza mabishano haya ya mkubwa na mdogo wake. Lakini mimi nikusomea kitabu cha Yeremia sura 22 na ule mstari wa 3. Bwana asema hivi, fanyeni hukumu ya haki, mkamtoe yeye aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu. Fanyeni haki, mkamtoe yeye aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu. Akina Mdude, akina Polepole, akina Injili Geuzayo Roho, akina nani ule wa Mbeya yule alikuwa ametekwa, yule kijana Chaula. Fanyeni mbio mkawatoe hao kwenye mikono ya udhalimu, wala msiwatende mabaya wageni, wala yatima, wala mjane, wala kuwadhulumu, wala msimwage damu ya mtu asiye na hatia. Katika mahali hapa, wala msimwage damu ya mtu asiye na hatia. Mahali hapa ambapo Mungu amepapendelea. Tanzania kuna kila kitu, chakula chake ni kizuri mno, mazingira yake ni mazuri mno, lakini ni nchi iliyokaliwa na wauaji, imekaliwa na watu wa ajabu wasio na utu hata kidogo. Wewe unaweza kuteka mtoto wa mtu ambaye amemkuza, kamlisha, kamvalisha kwa shida, kamsomesha kwa shida, amefikia labda mpaka ubalozi, ama wengine hajafikia hata balozi, mwingine ni mtoto mdogo kama alivyokuwa wa kwangu. Wote wako hapa chini, lakini unawafanyia vurugu. Unapoteza makaburi yao. Mama yake hawezi hata kwenda kuona kaburi la mtoto wake. Jamani, nyie tuko duniani, mimi naambieni. Haya, kama mdogo na mtu unabishana hivi, hapa si tuseme ni nani na nani, mbishano uko hivi. Mwingine hahitaji kabisa, mwingine anasema pambanieni.